mpeni Mungu yaliyo yake Mungu, na Kaisari mpeni yaliyo yake Kaisari. Mimi nafikiri Mwalimu ni moja kati ya wale waliouelewa na kuushika msimamo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo kikamilifu, kwa kadri wanadamu tunavyoweza kwa wakamilifu. Mungu ana ya kwake, Kaisari ana ya kwake. Tutakayetoa mahubiri baada ya somo la Injili. Ndugu zangu wapendwa, inasimuliwa kwamba siku moja katika mapambano kuhusu harakati ya Rhodesia ya Kusini, wakati ule ikikaliwa au kiongozwa na Smith, siku moja huyo Bwana Smith katika hasira yake kuona jinsi Julius alivyokuwa anampa tabu, alisimama akasema, "This little Caesar." Yalikuwa matamko ya Smith, inasimuliwa, mimi sikuwepo. Na alikuwa amepata kitu gani, kiboko gani kutoka kwa this little Caesar mpaka akapiga yowe la aina hiyo? Caesar wa kwanza, yani ukoo wa Caesar au Kaisari, alikuwa ni yule Julius. Na kwa hiyo Smith aliweza kuunganisha, hakutaka kusema this little Nyerere, lakini akampa jina la familia ya Caesar kumfanya alingane na yule Julius Caesar wa kwanza. Na kiboko alichokipata ni kama ifuatavyo. Tumesoma katika Injili maneno haya: mpeni Mungu yaliyo yake Mungu, na Kaisari mpeni yaliyo yake Kaisari. Baba wa Taifa ametufundisha vitu vingi sana, lakini kwa leo nilitaka tutafakari juu ya hili: mpeni Mungu yaliyo yake Mungu, na Kaisari mpeni yaliyo yake Kaisari. Tumesikia hao Wafarisayo na waandishi na Maherode wamekwenda kwa Bwana wetu Yesu Kristo ili kumtega, na ni kutokana na mtego wao huo ndipo Bwana wetu Yesu Kristo akaweka huo msimamo: mpeni Mungu yaliyo yake Mungu, na Kaisari mpeni yaliyo yake Kaisari. Walilotaka kufanya ni kitu gani? Walikuwa na malengo yao ya binafsi, pamoja na chuki na hasira kwa Bwana wetu Yesu Kristo, wakitaka kumwangamiza. Wakachukua wazo la kwamba wao ni taifa teule, kwamba wamependelewa na Mwenyezi, kwamba hawasingekuwa na sababu ya kulipa kodi kwa Kaisari. Na hivi lengo lao lilikuwa kufanya matakwa yao, malengo yao ya binafsi yawe ndio malengo ya Mungu, yawe ndio malengo ya dini. Maana dini ya Wayahudi
haikuambia waue watu, lakini wanataka kuitumia dini iwe ni sababu ya kumuua Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba ama ataporonyoka aongee kinyume cha msimamo wa imani yao ambao walifikiri ni msimamo wa imani yao, na hivi apate mahangaiko na mateso kutoka kwa upande wa uongozi wa dini, au angaliporonyoka akatoa msimamo ambao ni kinyume cha Kaisari, na hapo angeliingia kwenye matatizo makubwa, na hapo angemuua Warumi upesi sana, hata kabla hajashtakiwa na Wayahudi wenzake. Ilikuwa ndo mtego ule waliokuwa wamemtegea, na Bwana wetu akatuwekea msimamo: mpeni Mungu yaliyo yake Mungu, na Kaisari mpeni yaliyo yake Kaisari. Mimi nafikiri mwalimu ni moja kati ya wale waliouelewa na kuushika msimamo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo kikamilifu, kwa kadri wanadamu tunavyoweza kwa wakamilifu. Mungu ana ya kwake, Kaisari ana ya kwake.